Katika jina la Yesu, tawala kila moja. Nafunga roho za kipepo, nafunga roho za shetani, nafunga roho za kuzimu. Hazitazuia neno lako leo, bali kila mmoja akapokea katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini, na kanisa lote tuseme amina. Kanisa lote tukiwa katika uwepo wa Roho Mtakatifu na tuseme amina. Haleluya. Chukua nafasi yako kila mmoja. Tumia nafasi kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa yale mema ambayo anayatenda na alikwisha kuyatenda na anaendelea kuyatenda kwa ajili yetu. Ninampa Yesu sifa kwa sababu naona kila mmoja kuna ushindi ambao unauelekea na kuna baraka ambazo unaendelea kuzipokea. Na kwa sababu yetu mpigie Yesu makofi, maana ametenda na anaendelea kutenda. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Niseme ya kwamba sio siku ya kawaida. Ni siku ambayo inaenda kuleta mabadiliko katika maisha yako. Ni siku ambayo inaenda kuleta mabadiliko katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mwisho kabisa wa kumaliza na kufunga mwezi wa 5, ambapo najua kabisa leo kuna vitu utaenda kuviacha vyote vya mateso ambavyo vimekutesa kwa miezi yote iliyopita. Sio 5 tu, miezi yote ya nyuma iliyopita. Ungeelewa, ungesema amina. Kuna vitu ambavyo unaenda kuviacha. Maana tunaenda kuingia mwezi wa. Tumekuwa na wiki nzuri na Mungu ametumia watumishi wake hapa. Pastor Salome, Mungu akubariki. Lakini pia Mungu amemtumia na Dilanes, Mungu akubariki. Katika siku hizi za ibada, katika unabii wa wiki, tulikuwa na mamlaka ya kuvuka na kumiliki malango ya mwezi mpya, lakini na kuibuka na nyota ya kusudi lako. Haleluya. Adui ana shida na mtu ambaye ana madhara kwenye ufalme wake. Lakini akiona kuna mtu ambaye ni sababu ya kuharibu ufalme wake na amebeba kitu kikubwa, shetani anapata shida na huyo mtu. Na kwa sababu shetani anapata shida na huyo mtu, basi umwibulia vita za kila namna na mashambulizi ya kila namna ambayo yanaweza akampata huyo mhusika aliyebeba kitu kikubwa ambacho kinaleta shida ulimwengu wa roho, upande wa shetani, hadi akakata tamaa, hadi akajisahau, hadi kafika mahali akaona ni kama vile hana thamani yote katika hii dunia, na akajiona amepoteza kila kitu. Kumbe yote ni vita ambayo shetani kaitengeneza, akishindana, akipambana na kile kitu alichobeba mtu huyo. Kwa inasikana katika maisha yako, familia yako, uchumi wako, huduma yako, kazi yako, biashara yako, kuna mateso ambayo unaona hayaishi, kuna magumu ambayo unaona hayaishi. Unajaribu kupambana kutoka na vitu havibadiliki. Lakini nataka nikupe picha, hiyo yote ni kwa sababu hiyo biashara, eneo la uchumi wako, ama eneo la familia yako, au eneo la huduma yako limebeba kitu kikubwa kinachompa shetani, kinachomfanya shetani anakosa amani mpaka anakuzuia kila mahali. Kwa hiyo sio kawaida. Usione kwamba ninapigana vita vingi, vita vishi. Kila aliyebeba kitu kikubwa, mwenye hatima kubwa, upigwa vita sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu nikupe mfano mdogo, maana moto ambao ndio umeniwaka hapa. Nikupe mfano mdogo. Watu wanajua habari ya Yusufu, mtoto wa mzee Yakobo au Israeli. Mtu ambaye aliyekuwa lango la baraka na alama ya kipekee katika hii familia, ambaye Mungu alikusudia kumtumia katika kiwango kikubwa. Tunasema alibeba hatima kubwa Yusufu. Mwanzo ile sura 37 na mstari wa 5. Mwanzo sura 37 mstari wa 5. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, Yusufu akaota ndoto.
Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Mahali ambapo Yusufu anaonyesha alichokibeba, na akawapa ndugu zake habari kwa sababu aliamini kile alichokuwa nacho kinaonyesha tafsiri nzuri hata kwa ndugu zake, maana ndoto inamuonyesha kuwa mtawala. Lakini yeye alipoambia ndugu zake wakazidi kumchukia, na walipomchukia wakatengeneza madhara juu yake. Ndugu zake wakatumika kama mlango wa shetani akimshambulia, wakijua atakufa, atapotea, lakini Mungu alikuwa na sababu yake. Yamkini wewe huduma yako ndani, kipawa chako, uwezo wako, nyota yako ilipoonekana kuna tatizo likatokea, ndio ukaanza kuchukiwa. Wakati tangazo lako la kwenda mbali katika kiutawala wa kimbingu limetoka, ndipo mambo yakaanza kuwa mabaya. Vita zikaanza, magonjwa kaingia, uharibifu ukaingia, kila aina ubaya ukaingia katika maisha yako. Hiyo si ajabu, ilianza kutokea kwa Yusufu. Maana baada tu ya kuonyesha kile alichobeba katika hiyo Mwanzo 37 mstari wa 24 pale mbele, kilichofuata mahali ambapo hakutegemea, kilichofuata nilikwambia, akapigwa shimoni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukisoma katika mstari wa 28 sura hiyo hiyo, kilichofuata tena akauzwa utumwani. Akauzwa utumwani. Mambo yakazidi kuwa mabaya. Ndio mtu ambaye alijiona yeye ni mtawala, ndio mtu ambaye alijiona yeye anasaidia familia. Sasa shimoni, baada ya shimoni utumwani, ndugu, ndio sababu baada ya kutoka kule utumwani, kesi haijaisha, mambo yamebadilika, anapelekwa gerezani, anafungwa. Sasa katika kufungwa, pengine ndio ilikuwa hatima ya mwisho kabisa ya Yusufu kufikiria kwamba maisha yangu yameharibika, kufikiria kila nilichokiota kilikuwa ni uongo. Pengine akaanza kufikiria hata yale mawazo nilikuwa nayo, hata nilimwambia ndugu zangu, pengine ni uongo, maana tangia niseme ndipo mambo mabaya yalipoanza kunipata, sijawahi kupumzika. Pengine angefikiria ni uongo, lakini Mungu alikuwa na jambo na yeye. Lakini tunaona mwisho wa Yusufu ulikuwaje? Alipotoka gerezani alienda wapi? Pale ambapo panaonyesha amefika mwisho, inapoonyesha mahali anazikwa na kupotea, inaonyesha mahali kapewa kesi na mtu mzito. Wewe unajua kesi za watu wazito huwezi kutoka. Sifa. Wewe sifa. Habari ya Yusufu inatuonyesha picha ya jinsi ambavyo mtu mwenye kitu kikubwa anaposhambuliwa. Sasa hivi tunapoongea kuna mtu uko shimoni, lakini hilo shimo limetengenezwa kwa sababu alichobeba. Sasa hivi tunapoongea kuna mtu ambaye umeuzwa utumwani, unatumika katika mikono ya shetani, lakini yote kwa sababu ya kitu ulichokibeba. Lakini leo kama Mungu aishiko, nasema lazima utoke. Nasema leo naiona safari ya kutoka katika hiyo vita. Leo naiona safari ya kutoka katika hiyo vita. Wengine wakisikia vita wanaogopa, wengine wakisikia vita wanachanganyikiwa, na ndio maana wamezidi kukwama katikati ya vita zao, wameshindwa kutoka. Ni kwa sababu hawakuwa na jicho la kuiangalia vita kwa tafsiri ambayo nakwambia. Ukiona vita usitafsiri kushindwa. Ukiona vita, ona ndio mlango wangu wa kwenda daraja lingine. Ona ndio daraja langu la kwenda kiwango kingine. Usitafsiri vita kama sehemu ya kushindwa. Kuna mtu naongea naye. Unajua vita vimekuwa vingi, hata baba ananiombea, hata mama ananiombea, sioni chochote. Tulia. Usitafsiri vita kama sehemu ya kushindwa. Unaweza ukahisi unashindwa huku ukiwa unaombewa, kumbe wewe ndio ambaye unaleta kushindwa. Kwa sababu nikikuombea naona ushindi, wewe hiyo kushindwa unatoa wapi? Ni kweli yanakuzunguka hayafai, sio? Lakini kwa nini usiangalie ushindi ambao Mungu anakupatia? Kwa nini usitafakari juu ya kile ambacho Mungu anakiweka mbele yako? Kwa nini usikamate kile Mungu anachokuambia mbele yako? Kuna wengine wanarudi nyuma, mwingine anaacha kutoa sadaka. Nimetoa sana, kwa hiyo sio chochote. Sikia, usitafsiri vita kama sehemu ya kushindwa. Naongea na wewe. Kuna mwingine anasema siendi tena maombi kwa sababu aliponiombea sijaona chochote. Nasema hivi, usitafsiri vita yako kama sehemu ya kushindwa. Utapotea. Leo tunao watu waliopotea kwa sababu ya kutafsiri vita kama sehemu ya kushindwa. Hapana, vita sio sehemu ya kushindwa. Nakwambia hivyo nikiwa na sababu, natoa shauri ya kiroho na nakupa neno la maarifa. Nakwambia tena, usije ukatafsiri baada ya ibada hii kuwa vita ni sehemu ya kushindwa. Acha kabisa kutafsiri hivyo. Ukiona vita
Ukiona vita mbele yako, vaa ushujaa wa kuona mlango wa ushindi mkubwa mbele yako. Tunajifunza kwa Yusufu, angekata tamaa. Vita ni sehemu yake ya ushindi. Alienda kama kipofu akiwa anapita katika vita, ili vita isimchome. Alivaa ujasiri kwamba kuna mahali naelekea, na pengine aliamini nilichoona mimi ni sahihi. Hakuona kama ndio anakufa, ila aliamini alichoona ni sahihi. Na ndio unaona akatoka kwenye shimo akapona, ikaisha hiyo, akauswa, akaenda ana habari, akaenda ana maneno na Mungu. Kafika kule, Biblia inasema akawa mcha Mungu kwa huyo Potifa, akaishi maisha ya Mungu. Maana yake nini? Alikuwa karibu na Mungu. Vita yake kumfanya agombane na Mungu, aliendelea kushika sheria ya Mungu, na ndio maana hata yule mama alipomlazimisha kulala naye alikataa, na bado alipokataa akapata kesi ya kunung'unika. Mungu hawezi kuruhusu vita ambayo ina mlango wa ushindi. Nataka ukue kiroho, nataka ukue kiroho, nataka ukue kiroho. Usihesabu vita vyako kwa sehemu ya kushindwa. Kuanzia leo anza kuona mlango wa kutokea, na ukibeba maana hiyo maisha yako yatabadilika. Na ndio maana nasema nyota iliyobeba kusudi lako inaenda kuonekana. Hiyo ni muhimu sana.